Mzigo unaanzia kwenye huu mjengo. Mwanetu katoka kazini anaingia hapa, anakutana na mkewe anamegenuliwa. Yaani mkewe yupo na mwanaume mwingine. Mwamba badala ya kumpiga mkewe na kumzingua mwanaume alomfumania, hutoka uamini. Mwanetu anamwambia mkewe, usiwe na pressure, endeleeni tu kufanya kistaarabu. Mimi napita zangu. Oya we, bidada anashangaa sana kuona hii situation. Inakuwaje mmewe kamfuma na mwanaume mwingine, alafu ndani kwake, and then amfanyi kitu chochote. Mwamba anasepa zake hapo stairs. Huyu mwanetu alofumaniwa anataka tena mchezo. Mama anamwambia kwamba wewe uone kama tumefumaniwa. Hii ni danger unajua. Mwanetu anamwambia bado sijakojoa. Wacha tu nikojoe kwanza nisepe. Bidada anamkazia anamwambia sepa, ishakuwa hatari. Mume wangu kanifumania. Afu sijui anawaza nini na kwa nini anisamee simple hivi. Mwamba anabidi asepe hapa. Mwamba anarudi tena chini hapa. Anauliza, yuko wapi? Kaondoka. Shosta anamwambia amesepa, nisamee mume wangu. Bidada anapiga magoti na kuomba msamaha kwa mumewe. Mumewe anamwambia tulia mke wangu, usijali. Ungemwambia tu aendelee. Mbona mimi sina tatizo lolote? Alafu nilikuja kuangalia mnafanyaje. Wenda mimi sina nguvu za kiume ndio maana umenisaliti. Oya we, mzigo unaitwa Forbidden Desire. Moja kati ya chupa kali kinoma noma. Nini kinaendelea kwenye huu mzigo? Mzigo unaanzia katika huu mjengo wa kifahari. Baada ya uwe msala, bidada anapambana sana kumuomba msamaha mumewe, lakini mumewe anamwambia wewe usijali, relax tu. Mimi nimesha kusamehe. Kila kitu kiko sawa. Alafu kama ukitaka kwenda kulala kwa wewe mshikaji, basi nenda tu. Mimi nitafunga milango. Bidada anawaza sana, inakuwaje mume mfumanie kiasi kile, alafu afanye kitu chochote. Oya we, Mwamba yuko busy tu na mitikasi yake, yani yuko zake hapa amekaa, anajaribu kuwaza. Shosta anafika anamuomba sana msamaha mumewe, lakini mumewe anamwambia usijali, nimesha kusamehe. Bidada anashindwa kuelewa mumewe na mawazo gani kichwani. Inakuwaje kamsamaha kirahisi hivyo? Basi usiku wa manane hapa, Mwamba anaamka anamcheki mkewe, anamuuliza mbona ulali unalia tu? Shosta anamwambia mimi nawaza, sijui unafikiria nini kichwani mwako. Yani umenifumania na mwanaume nyumbani kwako, and then alafu unifanye kitu chochote. Basi hata nipige au nichome hata kisu ili nijue tu umekasirika. Mwamba anamwambia bidada ya kwamba mimi sijakasirika chochote, alafu uwe na amani. Si unaniona hapa hata sikupigi, nacheka na enjoy tu na wewe. Bidada anamwambia basi hata unichome hata kisu basi, au kama vipi nipige hata makofi nijue tu umekasirika mume wangu. Lakini unaponikalia kimya hivi, unaniua kimya kimya. Mimi sijui unadhamiria gani. Mwamba anamwambia mkeo ya kwamba relax, we enjoy tu, usijali, mimi nimesha kusamehe. Oya we, bidada kabidi amfuate mchoga wake, ajaribu kumomba ushauri. Shosti wake anamwambia hiyo imekaa mbovu sana. Ujue anadhamiria nini? Usikuta kakunyonga usiku kimya kimya. Yani mwanaume kakufumania, yani na mwanaume mwingine ndani ya nyumba yako, alafu hajafanya chochote kabisa. Oya we, kuwa makini Shosti, usikuta kaja kukunyonga usiku kimya kimya. Upande wa pili, Mwamba yupo kwa mwanae, anajaribu kumwambia situation iliyotokea nyumbani kwake kwamba amemfuma mkewe na mwanaume mwingine, alafu hajafanya chochote. Mwamba anashangaa sana. Oya, imekaa vipi? Yani umemfumania mkeo kabisa wa ndoa na mwanaume nyumbani kwako, alafu hajachukua hatua yoyote. Mwamba anasema hivyo ndivyo ilivyokuwa, alafu sioni hata haja kufanya kitu chochote. Sasa karudi tena hapa nyumbani, anajaribu kumwomba sana msamaha mmewe. Basi hapa anamuuliza nini afanye ili mradi amsamehe. Mmewe anamwambia wewe usijali, relax tu, hakuna kitu chochote tunachoweza kufanya, mimi nimesha kusamehe. Alafu tunaniona mimi mbona niko poa, and then sikiza, nimekuwekea kwenye akaunti yako kama 300. Hiyo pesa ni ya matumizi hapa nyumbani, tutatumia kama wiki 2 hivi, ikiisha utaniambia tena. Sawa mke wangu. Bidada anaitikia, lakini bado ana wasiwasi kinoma. Unajua mtu kakufumania, unatarajia basi akupiga hata megumi au hata makofi mawili matatu, lakini mtu kakufumania alafu akufanyi chochote. Yani iko simple tu, anacheka na wewe, ana enjoy, mna relax, mnaongea, mnapiga story. Kuna vitu lazima ujiulize, huyu ana mpango gani nyuma ya pazia? Usikuta akakufanyia jambo kubwa zaidi ya kupigwa makofi au ngumi. Shosta anamuomba sana msamaha mumewe, lakini mumewe anamwambia hakuna haja kuniomba msamaha, mimi nimesha kusamehe. Bidada analia sana, anamfuata tena shoga yake leo, anamwambia hapa, mimi naona maisha yangu ya ndoa kama yanaendea ukingoni. Sielewi yule mwanaume anaficha gani na hasira zake. Unajua kuna siku anaweza kufanya kitu kikubwa zaidi ambacho nitarajia kunifanya. Basi Shosta anamwambia kwamba endelea kumuomba msamaha tu mmeo, inaonekana tu amechanganyikiwa ndio maana iko vile. Basi bidada hapa anamuomba sana msamaha mmeo ili mradi akae sawa. Mmeo anamwambia mimi niko cool, niko poa kinoma noma. Mimi najua shida yako mke wangu, shida yako ilikuwa kufanya mapenzi, si usha enjoy au nikutafutie mwanaume mwingine aje kufanya mapenzi na wewe mundani. Shosta anashangaa sana mmewe kuongea maneno kama hayo ya ajabu mno. Basi hapa Shosta anamwambia, yani unaniambia mimi nimtafutie mwanaume anifanye tena mumu ndani? Mwamba anacheka, anamwambia ya, mimi najua changamoto yako, najua shida yako ni nini, kwa nini umefanya yale yote. Bidada anashangaa sana, anajiuliza huyu mwanaume anajua kitu gani kuhusu mimi? Leo yuko na shoga yake anamuelezea hapa, utoka uamini besti, nimejaribu kukaa na mume wangu na hisi kuna kitu kama anakijua kuhusu mimi. Shosta anamuuliza kitu gani anakijua kuhusu wewe? Si unajua nilikwambia na tatizo lile, napenda sana kufanya mapenzi, napenda wanaume wenye maumbile tofauti tofauti, na hisi mume wangu kama kuna kitu anakijua kuhusu hilo. Leo kuna kauli
uliyoniambia ya tofauti sana. Shosta anamwambia nilikwambia acha hayo mambo yako, mambo ya umalaya yatakukosti. Kama mmeo na maumbile madogo, relax tu na mmeo, lakini sio kutafuta wanaume tofauti tofauti. Wenda mmeo kashajua michezo yako, ndio maana hana hata maumivu. Hata ukilala na mwanaume mwingine yeye asikii chochote. Kumbe bidada bwana, mmeo ana matatizo, ana changamoto ya kibamia. So Shosta anapendaga sana maumbile makubwa, basi ndio maana waga na date na wanaume tofauti tofauti. Leo amekuja tena hapa, namuomba sana msamaha mumewe, amsamehe. Mumewe kamwambia mimi nimekusamehe, lakini nataka kwa sharti moja. Hapa bidada akamuuliza sharti gani? Mwamba akamwambia tulia, leo jioni nitakuletea mtu fulani, atakuja kukukanda hapa hapa nyumbani, ili mradi nyege zako zote ziishi, alafu turudi tena kama mke na mume. Mimi najua siwezi kukuridhisha, si ndio? Basi nitakuletea mwamba hapa, atakukanyagia ili akuridhishe. Shosta anashangaa sana kuona mumewe anaongea maneno kama haya. Huwezi kuamini, Shosta alifikiri ni masiara ujue. Basi kumbe leo wakati yuko hapa, mwamba kaja na huyu mwamba akamtambulisha, huyu anaitwa Richard. Richard huyu ndio yule mwanamke nilokuambia inabidi umshughulikie. Bidada anashangaa sana hapa, yaani mume wangu kweli ananiletea mwanaume anishughulikie ndani. So hapa mwamba anamwambia kwamba relax mke wangu, huyu anaitwa Richard, yuko vizuri, atakupelekea moto hadi utaenjoy, na mimi nitakaa pale na kuangalia tu. Shosta na mind kinoma, anaamua kumfukuza yule mwamba ili asepe. Mwanetu anarudi hapa, anamuuliza yule mwamba ameenda wapi? Shosta anamwambia yaani mume wangu kweli nimekusaliti na mwanaume mwingine, lakini umefikia hatua hii kweli unaleta mwanaume eti anifanye mbele yako, ili iweje? Mwamba anamwambia kwamba usigari mke wangu, mimi najua matatizo yako ni kwamba mimi na maumbile madogo, yani na kibamia, na najua kila kitu kuhusu wewe. Wewe usiwaze, nimeamua kukuletea wewe mwanaume ili akukande hapa hapa, mimi mwenyewe nione, nijue wapi ninapofeli. Shosta analia sana, anamwambia mume wangu, mimi kweli nilikusaliti, na kweli nilikusaliti kwa sababu zangu, lakini naomba nisamehe, tusahau hayo, tujange yajayo, yamepita hayo. Mwamba anamwambia mimi ili nikusamehe inabidi tu nikuletea wanaume wa kukanyaga hapa hapa nyumbani, kama utaki basi hii ndoa ivunjike. Bidada anampenda sana mmewe, huwezi kuamini, bidada anakubali aletewe mwanaume akanyagwe hapa hapa ndani. Basi leo kamleta huyo kijeba, eti mwamba anakanyagiwa mkewe, wakati huko yeye mwenyewe anaona tena mpaka anashadikia. Mwamba anampelekea moto bidada mpaka anatoa machozi kabisa. Oya we, kesho tena kaleta mwanaume mwingine amkanyage mkewe. Ndio, mkewe anakanyagwa mbele yake, alafu mwamba yeye anashadikia na kupiga makofi. Huyu mwamba ana shida gani? Au amedata kidogo kichwani mwake? Sio sawa lakini tutaenda kufahamu vingi kwenye huu mzigo. Mzigo una siri kubwa sana. Kumbuka mzigo unaitwa Forbidden Desire. Hapa bidada leo ipo kwa shosti wake, anajaribu kumuomba tena ushauri. Anamwambia huwezi kuamini, nimelala na wanaume karibia 5 mbele ya mume wangu, yani mume wangu akiwa anishuhudia nikipelekewa moto. Shosti anamwambia we, hiyo imekaaje? Yani mumeo kashuhudia kabisa unapelekewa moto na wanaume tofauti tofauti. Ndio, hata sijui nini kinachoendelea, yani sielewi hata nini kinachoendelea. Kwa nini mume wangu anakuwa vile? Bidada anamwambia kwamba kuwa makini na mmeo, itakuwa kuna kitu kinaendelea na itakuwa na siri kubwa sana kichwani mwake, ndio maana nampelekea hivyo. Mzigo unatuonesha tena kwa mwamba amekaa zake sebleni, anacheki movie hapa, mara wife anarudi hapa. Mwamba anampokea wife kwa bashasha, anamwambia karibu sana mke wangu, ulikuwa umechelewa, ningekuwa tunabidi tuangalie movie pamoja. Basi Shosta anamuuliza mumewe, nimesha sex na wanaume karibia 3 mbele yako, basi nisamehe mume wangu, tugange yajayo. Mwamba anamwambia no, relax, usijali, kuna wanaume wengine wanakuja, mimi siwezi kukuhudumia wewe, mimi na maumbile madogo, nakuletea wanaume ambao na maumbile makubwa ili wakukande vizuri. Bidada kwa hasira na kasirika hapa, anamwambia hivi wewe kweli una akili timamu? Yani mume wangu wa ndoa unanitafutia wanaume wanikande mbele yako, hivi inakuingia akilini? Mwamba anasema sasa sikiliza, unaiona hii flash? Bidada anamuuliza flash hiyo imefanyeje? Hii flash nimeweka humu ndani kamera muda mrefu sana, nimeweka CCTV kamera kila kona. Nimegundua wakati nikiwa kazini nilikuwa na kuangalia, ulikuwa ukiingiza wanaume tofauti, na wakati unafanya mapenzi ulikuwa ukilalamika kwamba mimi mumeo sikufikishi kileleni na kidudu kidogo. Ndio maana mimi nilijua sana kila kitu kinachoendelea, na hata ile siku nilokufumania nilikuwa nimeshaona kila kitu ofisini na wanaume wengi unaowaingiza humu ndani. Kwa hivyo najua kila kitu chako, najua kwamba mimi unipendi kwa sababu na maumbile madogo, ndio maana unaingiza wanaume. Kwa umeingiza wanaume wengi sana tofauti. Sasa na mimi nimeamua kukutafutia tu wanaume ili usipate tabu. Bidada anashangaa sana, kumbe bwana yote haya yanafanyika mwamba na maumbile madogo sana. Kwa hivyo mwamba amridhishi mkewe, so mkewe anaingiza wanaume tofauti nyumbani, na mwamba alishatega kamera katika nyumba nzima. Kwa hivyo basi mwamba hapa alikuwa anamuona kila kitu bidada anachofanya, kumbe yale yote yalikuwa yanatokea
Mwamba alikuwa anayajua, ndio maana akaamua kumletea wanaume wa mdini tu mbele yake, kwa sababu yeye ameshapoteza hadi ile afya ya kumwamini tena mkewe, na ameshapoteza ile afya ya kuamini katika penzi lake. Basi hii changamoto ikawa kubwa sana upande kwa Mwamba, kwa sababu Mwamba ameharibika kisaikolojia, kwa sababu anaona kabisa maumbile yake madogo, alafu mkewe ndio hivyo, kila siku anaingiza wanaume ndani. Kwa hivyo yeye alikuwa anajua kila kitu kinachoendelea kwa wife wake. Basi wife analia sana kumwomba msamaha mewe, kwamba nisamehe mme wangu, ni kweli una maumbile madogo, lakini kweli nilikosea kuingiza wanaume tofauti tofauti. Mwamba anakuambia no, wewe si unataka wanaume tofauti tofauti, mimi nitakuletea, ufanye nao tu mapenzi ulizike, kuliko kufanya hivi kwa siri kunificha. Mimi najua kila kitu kinachoendelea. Naitwa Shabi Shabani, tukutane tena kwenye mzigo mwingine. Kwaheri, karibu, asante sana.